Leo tupo na simulizi nzuri kabisa inayokwenda kwa jina Nilipendana na Jini wa Baharini. Usiku wa saa 7 mjini Dar es Salaam, mvua ndogo ilikuwa inanyesha polepole, taa za barabarani zikimulika lami iliyoloa kwa maji. Magari machache yalipita huku na huku, lakini maeneo mengi ya Sinza yalikuwa yameanza kutulia. Katika kona moja ya barabara, kijana mmoja aitwaye Amani alikuwa anatembea peke yake. Amani alikuwa kijana wa kawaida sana wa mjini. Maisha yake yalikuwa ya kupambana kila siku. Asubuhi anaenda kufanya kazi ya kupakua mizigo katika magara ya Kariakoo. Jioni anarudi nyumbani akiwa amechoka, lakini bado akijipa moyo. Siku moja alichelewa kurudi nyumbani. Rafiki yake mkubwa Juma alimwambia kwamba, "Bro, leo ukirudi nyumbani usipite njia ya ufukweni." Amani akamwangalia kwa mshangao, kisha akamuuliza, "Kwa nini?" Juma akashusha sauti kidogo, kisha akamwambia, "Watu wa pale wanasema kuna mambo ya ajabu yanaonekana usiku, hasa karibu na Mbezi Beach." Amani akacheka kidogo, kisha akamwambia, "Bro, hizo ni stori za vijiweni, sio movie ya kutisha." Juma kutabasamu hata kidogo, bali alimsisitizia tena, "Usiseme hivyo. Kuna jamaa juzi alikimbia usiku akisema alisikia mtu anaita jina lake baharini." Amani akapiga kofi begani mwa rafiki yake, kisha akamwambia, "Relax bro, mimi siogopi hizo story. Alafu wewe ni mtoto wa kiume, acha uoga." Lakini ndani ya moyo wake hakujua kuwa usiku huo ungeanza kubadilisha maisha yake. Dakika kama 40 baadaye, Amani alikuwa anatembea peke yake barabarani. Mvua ilikuwa imepungua, lakini upepo kutoka baharini ulianza kuvuma. Njia aliyochagua ilikuwa karibu na ufukwe wa Mbezi Beach, ambayo rafiki yake Juma alimwambia asipite. Kulikuwa na ukimya wa ajabu sana. Hakukuwa na watu, hakukuwa na sauti ya muziki, hakukuwa na hata bodaboda, bali ni sauti ya mawimbi ya bahari tu. Amani akatoa simu yake mfukoni ili kuangalia muda, lakini cha kushangaza, simu yake ilizima yenyewe. Alishangaa na kujisemea, hii simu yangu silikuwa na 50%, mbona imezima yenyewe? Akajaribu kuiwasha, lakini haikuwaka. Ndipo upepo mkali ulianza kuvuma ghafla, na hapo ndipo Amani alisikia kitu kilichomfanya asimame ghafla. Alisikia sauti ya kike ambayo ilikuwa nyororo sana, lakini ya kutisha kidogo, ikisema, "Amani." Moyo wake uliruka. Aligeuka nyuma haraka, lakini hakuna mtu. Barabara ilikuwa tupu. Amani akavuta pumzi ndefu kwa uoga na wasiwasi, kisha akasema, "Labda nimechoka tu." Akaanza kutembea tena, lakini baada ya hatua chache tu, sauti ile ilirudi tena. Safari hii ilikuwa karibu zaidi, ikimuita Amani. Mwili wake wote ulisisimka. Sauti hiyo ilitoka upande wa bahari, polepole sana. Amani aligeuka kuangalia ufukweni, na hapo ndipo alimuona msichana mmoja alikuwa amesimama karibu kabisa na maji ya bahari. Alikuwa amevaa nguo nyeupe iliyokuwa ikipeperushwa na upepo. Nywele zake zilikuwa ndefu, zikipeperuka polepole. Lakini kitu kilichomshangaza zaidi Amani
ni macho yake. Yalikuwa yana mwanga wa ajabu kidogo. Amani kwa hofu na wasiwasi alisogea hatua chache mbele, kisha akamuuliza, "Samahani, wewe ni nani?" Msichana hakujibu mara moja. Aliendelea tu kumtazama, kisha akatabasamu polepole. Tabasamu lake lilikuwa zuri, lakini pia lilikuwa na huzuni. Hatimaye akasema kwa sauti tulivu sana, "Jina langu naitwa Nura." Baada ya kusema hivyo, upepo ukavuma tena, mawimbi ya bahari yakagonga ufukweni kwa nguvu kidogo. Amani akamwangalia kwa umakini, kisha akamuuliza, "Mbona upo peke yako hapa usiku huu?" Nura akacheka kidogo, kisha akasema, "Si kila mtu anaogopa usiku." Amani akasema kwa utani, "Watu wengi wangekuona wangesema wewe ni mzimu." Nura akamwambia Amani kwamba, "Na wewe ungeamini hivyo?" Ukimya mfupi ukatanda kati yao. Kwa sekunde chache, Amani alihisi kama dunia yote imekuwa kimya. Hakujua kwa nini, lakini moyoni mwake alihisi kitu cha ajabu, kama vile kukutana na msichana huyo haikuwa bahati mbaya. Na hapo ndipo hadithi ambayo ingetikisa maisha yake yote ilipoanza. Lakini Amani hakujua jambo moja muhimu sana. Msichana aliyesimama mbele yake hakuwa mwanadamu wa kawaida. Yes. Sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Nilipendana na Jini wa Baharini imeishia hapa. Tusikose mwendelezo wa sehemu ya pili. Ni mimi msimulizi wenu, Director Starita. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.